بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا نحمده الله تعالى ونشكره. الحمد لله الذي أنعم علينا نعم لا تعد ولا تحصى. الحمد لله حمدا يليق بجلاله. الحمد لله حمدا كثيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ni Mariam Said, karibuni sana kwenye channel Al-Quran Nur. Ikiwa bado hujajiunga mpaka sasa, naomba jiunge. Inshallah kutakuwa na faida hata kama ni ndogo. Leo nitaanza kuongelea kuhusu mfululizo wa mavuno ya khair. Yani kila mara nitakuwa naongelea khair moja au mavuno moja ambayo yatakufaa wewe katika dunia yako na dini yako na akhira yako, na mimi pia itanifaa. Leo nitaongelea na 10 tahlilat, yani 10 tahlil, yani 10 la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah mara 10. La ilaha illa Allah mara 10. Hii ni mavuno ya khair. Na hii la ilaha illa Allah yani kazi ndogo nyepesi, wala haitaki kwako juhudi yoyote ile, wala uamke wala ukae wala ulale wala utawadhe wala nini. Unafanya mambo kwa wepesi na kwa suhula yani. Lakini ukishasema haya maneno haya, thawabu zake utazopata ni thawabu adhima na kubwa mno, ambaye hatofanya kama ulivyofanya wewe, يوم القيامة atakuonea wivu. Ni amali gani hii? Lazim ukishasali salati al-fajr, umesali salati al-fajr na baada salati al-maghrib, kabla hujaamka kwenye msala wako, hata hujaondoa mguu wako wala hujafanya chochote, hujashika simu wala hujaongea na yule wala hujaongea na yule, unafanya nini? Unaanza kusoma hii dua baada salati salati al-fajr na baada salati al-maghrib. Ukishasema assalamu alaykum wassalamu alaykum kwenye sala, utasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Hii ndio dua ya kusoma baada sala. Halafu utaanza kusema baada kumaliza hiyo sala dua hii, utaanza kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Yala sema na mimi, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Utasema mara ngapi? Mara 10 baada salati al-fajr na baada salati al-maghrib. Faida yake nini? Utapata nini kwa hii kustahlilati hizo unazosema? Ujira wake ni vipi? Ujira baada ya kutafuta, yani huyo aliandika, nikasema kwamba katafuta hadithi nyingi za Rasul sallallahu alaihi wasallam kazikusanya, ndo nitakuwa sasa na hadithi zote sahihi. Kwa hiyo nitaongelea hapa yote kutokana na hadithi ya Nabii sallallahu alaihi wasallam. Ujira wa kwanza unaandikiwa 10 hasanati mujibat, yani unapata thawabu 10 mujiba. Yani sio thawabu za kawaida, sio thawabu ya kawaida. Hizi 10 sio za kawaida, mujiba yani yani thawabu adhim, hasanati kubwa, hasanati adhima. Mujiba yani wajib wa kuingia peponi. Thawabu utazopata ni thawabu za ambazo inakuwa wajibu wako baada ya Mwenyezi Mungu kuingia wapi? Peponi. Idhan utapata thawabu 10, na hizo thawabu 10 wajibu wake kuingia peponi. Ya Rabbi ja'alna tu katika hao watu. Thawabu ya pili, faida ya pili au ataa ya pili, unaondolewa dhambi 10. Dhambi 10 muhlikat, yani hizi dhambi ikiwa Mwenyezi Mungu haja kuondoa zitakuunguza na zitakuingiza motoni. Lidhalika ukisema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahul mulk wa lahul hamd biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir, utaondolewa dhambi 10 kubwa
dhambi 10 zile kubwa ambazo usipoondolewa na Mwenyezi Mungu hiyo unaingia motoni. Ataa ya 3, yurfa biha 10 darajati fil janna. Yani wewe ushaondolewa kule dhambi, ukapewa ukaambiwa mujibu wako ingie peponi. Pena utakwenda peponi wapi, sehemu gani? Ana peponi darajati. Ziko pepo ya kwanza, pepo ya pili mpaka 100. Hasa utakuwa katika hivi. Lakini ukisema la ilaha illa Allah unapandishwa daraja, sio daraja moja, darajat inda Allah, kama qala Allah ta'ala walal akhiratu akbaru darajati wa akbar tafdila. Idhan hum darajatun inda Allah kama qala Allah ta'ala. Ya idhan hizi darajati za janna zinashindana, yani sio wote tutakaa sehemu moja. Wengine watakuwa daraja ya kwanza, wengine watakuwa daraja ya pili kutokana na amali yako, wengine watakuwa daraja ya juu, pengine wengine watakuwa kwenye firdausi al-a'la. Sasa wewe kutokana na amali yako. Sasa hii la ilaha illa Allah inakupandisha daraja 10 biidhnillah. Na baina daraja na daraja, baina mbingu na ardhi, masafa yake, umbali wake. Idhan Mwenyezi Mungu atakupa darajati sawa kana 10 au ziada au aqal. Akiwa atakupa ziada au atakupa kidogo, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anajua, lakini hiyo ndio daraja ambayo utapata kwa la ilaha illa Allah. Ya 4, utakuwa kama vile mu'tiqi 10 riqabu mu'minat. Yani kwa zamani tulikuwa wale watumwa, ulikuwa zamani ukimkomboa mtumwa unapata thawabu kubwa sana, hasa ukisema la ilaha illa Allah, kama vile umewakomboa watumwa 10. Angalia watumwa 10, basi wewe umekaa umesema tu la ilaha illa Allah asubuhi, la ilaha illa Allah magharibi, kama vile umewakomboa watumwa 10 kwenye walikuwa watumwa, wamekuwa wako huru. Wakiwa huru wanakuwa wao unapata thawabu sana, kama alivyofanya masahaba walivyowakomboa mateka, kama vile Bilal alikuwa abdi akatetea, Abu Bakar akamwokoa, akawa Abu Bakar Bilal hur, sio tena mtumwa, amekuwa yuko hur. Kwa hivyo unakuwa unapata kama vile unakuwa kama umefanya vile kazi ambazo wamezifanya masahaba na wamefanya wale watu wema baada ya masahaba na watu wanaofuatia baada ya masahaba. Hii kazi hii kukomboa watumwa hii ilikuwa basi enzi zile na miaka ya nyuma, lakini kwa sasa sidhani kama wako. Liana Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema man a'taqa raqabatan mu'mina fahiya fakaka minan nar. Anasema ukimkomboa mtumwa mmoja kama vile umejifungua kwenye moto, yani umefunguka kwenye moto, yani unajitoa kwenye moto. Hasa vipi umewatoa 10, asubuhi 10, jioni 10, basi kwa la ilaha illa Allah. Na anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam man a'taqa raqabatan muslima a'taqa Allahu bikulli 'udhu fihi 'udwan minan nar hatta farjihi bifarji. Yani anasema Rasul sallallahu alaihi wasallam ukimkomboa mtumwa Muislam, kila mwili wake kwa mwili wako, mkono kwa mkono, kichwa kwa kichwa, mguu kwa mguu, mpaka tupu kwa tupu. Subhanallah, Allahu akbar. Ila ukijitahidi kufanya hizi tahlilat, ujue wewe uko kwenye khairi sana na utapata thawabu nyingi sana ambayo hazina mfano. Tabujira wa 5 itakuwa kinga, unakuwa takula hirzan min kulli makruh, yani unakuwa kama vile umefanya unayo hirizi ya kukulinda na kila shar, hirizi na kulinda na shari ya mwanadamu, shari ya mchana, shari ya usiku, shari inatoka juu, shari inatoka chini, jicho, uchawi, uhasidi, barabarani, balaa lolote ile, Mwenyezi Mungu anakulinda kwa hizi la ilaha illa Allah. Unakuwa unayo hirizi, yani Mwenyezi Mungu anakulinda na kila shar. Ama ataa ya 6 ya namba 6, anasema anakutumia Mwenyezi Mungu yursilillahu lahu musallahan min almalaika. Yani sio umekuwa nayo hirizi na sasa unafanya nini? Unatumiwa malaika wanakuwa nayo silaha, wanakulinda na shetani. Malaika wenye silaha ambao wanakulinda na shetani. Yani Mwenyezi Mungu anakujalia unakuwa umelindwa, mkono kulia wa malaika, mkono kushoto malaika, mbele yako malaika, nyuma yako malaika,
shetani hawezi kukukaribia wala hawezi kukufanyia kitu chochote kile. Hata kuna mwanamke siku moja, shekhe mmoja anasema alikuwa anamsomea msichana ana majini. Alipomsomea akamwambia toka, shekhe anamwambia ule jini kwa hiyo msichana toka, akamwambia sitoki. Akamwambia toka, akasema sitoki. Ukitaka nitoke nitakuingia kwako wewe. Nitoke kwa huyu msichana niingie kwako wewe. Akamwambia shekhe sawa fanya. Akasema akaanza kulia yule jini akasema sitoweza. Akamwambia kwa nini huwezi? Akasema naki wewe unasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa hiyo sitoweza kukuingia kwenye mtu ambaye anasoma hivi. Sasa angalia, ukiwa utasoma kila siku hii basi asubuhi na jioni, lakini ukiwa utasoma mchana kutwa, jioni kutwa, kila ukikaa wewe unahesamka, unakuwa wewe uko kwenye kinga kubwa mno. Shari zozote za duniani biidhnillah, shari za majini, za mashaitani, shari za kila shari Mwenyezi Mungu anakulinda nazo. Hai. Na ataa inayofuatia ya 7, na anasema unasamehewa na dhambi zote unazofanya ila ushirikina. Yani wala yahillu lidhambi illa yudrikuhu illa shirki, wala la yahillu lidhambi an yudrikuhu illa shirki. Yani tahlilati hizi 10 ukizihifadhia, Mwenyezi Mungu anasema atakuondolea kila dhambi, kila makubwa madhambi makubwa ila ushirikina. Ushirikina huu Mwenyezi Mungu hasamehe. Najua ushirikina ni nini? Yani mathalan unakwenda kumuomba, maana dua ibada. Utakiwa kumuomba ila Allah, unakwenda kwenye kaburi ya shekhe unamuomba. Unachukua, anakuambia mganga, nenda kwa mganga, unasikia anavyosema chinja mbuzi, unachinja. Lete kile, unafanya. Unakuwa unamshiriki Mwenyezi Mungu kwenye ibada, kwenye tawakkal, kwenye dua, kwa huyo hasa. Hapo ndo ukifa mwenzangu umejua umekwenda na maji, usamehewe na hili dhambi. Maana dhambi Mwenyezi Mungu, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, anasema Allah hasamehe akishirikiwa. Lakini ukiwa umefanya madhambi, umekunywa pombe, umefanya zina, hata umeua, haya madhambi yote Mwenyezi Mungu anakukubalia, anakuombea msamaha, anaweza kukusamehe. Lakini kumshiriki yeye Mwenyezi Mungu hataki kabisa. Naomba Mungu atunusuru na ushirikina. Kwa hiyo mjaribu kuelewa ni kitu gani ushirikina, kusudi msikifanye, kusudi msiende, Mungu asitujalie kuwa watu wa motoni. Namba ya 8, ya taa ya 8, unakuwa wewe katika watu ambao wamefanya amali njema siku hiyo. Watu wote wanafanya amali njema, lakini wewe umewazidi kwa vile umesema hizi la ilaha illa Allah mara 10. Idan naomba Mwenyezi Mungu atujalie katika watu ambao wanasema la ilaha illa Allah mara 10 na ziada, na watu ambao Mwenyezi Mungu anawatoa motoni, anawaingiza peponi. Idan hii dua tunasema nini? Kusudi tuhifadhi, iandike. Ikiwa hujahifadhi, iandike la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu almulku wa lahu alhamd biyadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ikiwa nimesema sah kwa Mwenyezi Mungu, ikiwa nimekosea naomba ni katika nafsi yangu na shetani, na nasallallahu an yaghfir li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.